الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الهادي إلى الصراط المستقيم وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين، فصاحة المرسلين، وعبرة المتقين، وإلهام ملائكتك المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. يا نبي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. Na katika jumla ya alama za uwepo wake Allah na uwezo wake subhanahu wa ta'ala, an taquma as-samau wal ardh, ni kule kusimama imara mbingu na ardhi. Ni taukidi ya yale yaliyopita kwamba mbingu hatuoni kwamba ina kreki mahala, ina ishara kuna kipande cha taka kuanguka, au wala ardhi pia. Uimara wa mbingu na ardhi wapatikana biamri, kwa matashi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idha da'akum da'watan min al-ardi, kisha pindi pale itakapofika Mwenyezi Mungu amekuiteni da'watan, ay da'watal hashri min al-ardi, wito wa mkusanyiko, wito wa ufufuo, mutoke katika tumbo la ardhi. Idha antum takhrujuna, idha yafujaa, ghafla nyote ninyi mtatoka katika tumbo la ardhi. Na wala asihisi mmoja wenu kwamba ni jambo gumu sana mbele ya Allah, ni jambo zito sana mbele ya Allah, kwa sababu tayari tushaambiwa kwamba hapa katika dunia ni nyumba ya majaribu na mitihani. Tunapimwa, tunatazamwa, tunakaguriwa vipi twaishi sisi na Mola wetu, mahusiano yetu na Allah yapoje, mahusiano yetu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yapoje, mahusiano yetu sisi kwa sisi yapoje, mahusiano yetu na mifugo, wanyama na ndege yapoje, lakini pia katika upande wa utunzaji wa mazingira tupoje. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunaishi tu tukifa tumekufa. Haya yanatakiwa yajulikaniwe. Aliyefanya mazuri apongezwe, na aliyefurunda ashughulikiwe. Mwenyezi Mungu atunusuru na atuongoze zote. Wala lamu ya milki, na hiyo shibhu jumla iliyotangulia imekuja ni ifadati al-hasri ma'al qasri, ni milki yake tu Allah subhanahu wa ta'ala, ni milki yake yeye peke yake. Nini? Man fi samawati wal ardh, vyote
vilivyokuwa katika mbingu saba na ardhi saba, kullu lahu qanitun, vyote hivyo vilivyomo katika mbingu na ardhi, lahu qanitun, biliayati alfawasil, ikafanyika takdim mahaqu ta'khir, sio ya asli. Kullun lahu qanitun, asli yake nini? Kullun qanitun la, vyote vilivyomo mbinguni ardhini ni vyenye kutii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kule akasema yusabbihu lillahi ma, hapa kullu lahu qanitun, kuonesha hakuna ambacho hakimtii Mwenyezi Mungu. Kazi yako inamsabihi Allah, suruali yako inamsabihi Allah, kofia yako inamsabihi Allah, kila kitu chako kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu lahu qanitun. Inawezekana wewe kama wewe unagoma kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini ndevu zako zinamwabudu kwa lugha gani? Si kazi yako. Ndio hakutaka kusema alichosema, akasemaje? Walakin la tafqahuna. Hilo begi lako hata kama utatia vitu vya wizi, lakini hilo begi nalo linamsamehe Allah. Kullu lahu qanitun, vyote ni vyenye kuonesha utiifu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, tibahu ijabi, akaweka tibahu ijabi, nayo ni taakid lima sabaka min al-kalam. Naye Allah ndiye ambaye kwamba yabda'ul khalqa, anayeasisi na kuanzisha viumbe vyote. Kila kiumbe chanzo chake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa lakini thumma yu'idu. Ijazu bil haq, yabda'ul khalqa thumma yu'idu, yeye ndiye ambaye anayeanzisha uwepo wake kila kiumbe, kisha atakichukua, kisha atakirejesha tena. Thumma yu'idu baada akhdhi, wa huwa ahwanu alayhi, na hili la pili ndio jepesi zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko la kwanza. Kama hukuwepo, hakuna mahala alipochukua mfano akakuweka hivi, kinamshinda nini kukurudisha tena kwa haya hili? Wa huwa ahwanu alayhi, na hili la kukurudisha tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo jepesi zaidi, ahwanu ismu tafdhil, jepesi zaidi kwake. Fundi aliyejenga jengo hili anajua kajenga, akilibomoa kulijenga tena kama hili ahwanu alayhi. Kama mwanzo alikuumba na kukutengeneza pasina kuiga mahala, sasa hivi anarudishia tu fotokopi. Wa huwa ahwanu alayhi. Tulisema sura za Maka kazi yake
ni kuithibitisha tauhidi na kuimarisha katika nyoyo za waja. Haya yote maana yake ni kukutaka wewe ujidogoshe, ujishushe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wa pekee na anaweza kila kitu. Una nini wewe? Fedhuli yako inasababishwa na nini? Uhai usikudanganye. Wa huwa ahwanu alayhi thumma yu'idu, kisha Allah atawarejesha tena viumbe. Wa huwa ahwanu alayhi, na hilo la kuwarudisha tena baada ya kifo chao ni jepesi zaidi kwake. Wa huwa al-mathalul a'la, wa lahu al-mathalul a'la. Dr. Wahbat Az-Zuhaili anasema as-sifatul ulya, na yuna Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mathalul a'la, zile sifa za juu zaidi, bora zaidi. Maana yake kila kiumbe aliyemuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala anazo sifa kama wewe. Una sifa zako, yule ana sifa zake, yule ana sifa zake, yule ana sifa zake, lakini wala al-mathalul a'la. Ama sifa za Allah hazisemeki. Yuna sifa zilizo bora zaidi, za juu zaidi. Fi samawati, kitaka kuzijua sifa za Allah utazitazame mbingu. Fi samawati, utaona sifa zake. Wal ardh, hata ardhini utaziona sifa zake. Na tega kidogo, kifua kiko barabara, sijifaidi leo, kifua kimegoma. Wa huwa al-azizul hakim, naye Allah Subhanahu wa Ta'ala al-azizu fi af'alihi, al-hakimu fi nidhami umuri, ndiye mshindi katika kila anachokitaka yeye katika mafanyo yake. Allah yeye ndiyo mshindi. Wa huwa al-aziz, naye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mtukufu zaidi. Al-hakim, bingwa wa kupangilia majambo. Tulisema mara moja, angalia uwezo wa Allah. Ustadhi Mbabane na mvua hizi, kama Mungu angesema macho, pua na mdomo wa kuweke utosini na kofia uvae, mvua hizi mngekufa kwa mafuriko. Al-hakim. Lakini tazama Mwenyezi Mungu kuwa kaitazamisha chini, angeitazamisha juu, mvua zinazonyesha hizi ungejaa maji wewe. Lakini Mungu kapangilia kama kule alivyosema, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ungeachiwa wewe ndevu, ungeweka wapi? Ungeachiwa wewe uweke masikio, ungeyaweka wapi? Hii mikono ungekaaje na ungeweka wapi? Pengine mmoja ungeweka mbele, mwingine ungeweka nyuma. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Katika tini akasema laqad khalaqnal insana, yani muonekano wa mwanadamu unavutia kweli. Simba anatisha, sina maana yule, simba anatisha, lakini muonekano wa simba hauvutii kama muonekano wa mwanadamu. Tembo anatisha, lakini muonekano wa tembo hauvutii kama muonekano wa mwanadamu. Nyoka ndio usiseme, lakini mtazame anapoburuka, muonekano wake hauvutii kama wa mwanadamu, hata akawa mtoto. Wa huwa al-azizul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mshindi kwenye afanyalo, na maana nyingine ndiye mtukufu zaidi. Al-hakim, bingwa wa kupangilia majambo.
kila kitu anacho. Maana tundu mwanadamu anazo nyingi, lakini Mungu akateua tundu hilo na weka meno. Ungeachiwa wewe, pengine ungeagawa. Hapo ungeweka meno 7, kwa ungeweka 5, kwa hapo ungeweka tundu wapi? Ungechanganya ili mradi ya meno kila mahala ungeweka. Lakini Allah kwa ubingwa wake meno yote akayaweka sehemu moja, ni kinywani. Kwa huwa Azizul Hakim. Tuliwahi kusema mara moja, kuna watu wanakataza mantiki, logic, lakini kuna wakati tukatoa mfano Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani anatumia logic katika kumwelekeza mtu kitu au katika kumkataza mtu kitu. Tulitoa mfano mara moja yule bwana aliomba kibali kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume amruhusu kazini. Mtume bidi ruhusu kila kitu nitafanya, lakini nataka nikauchape mwingi tu. Mtume alitikisa kichwa akamwambia, unataka kuzidi ruhusa upate? Mama unaye wewe? Ni nani? Unaye dada wewe? Ni nani? Unaye binti wewe? Unaonaje sasa na watu tuwape kibali? Utajisikia vyema mama yako ashughulikiwe? Utajisikia vyema binti wako? Bure wote alikataa yule bwana. Akamwambia basi kama ndio hivyo, na wenzio hawajisikii vizuri kuwapitia mama zao, binti zao na dada zao. Alitumia akili tu. Yule bwana alielewa. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anacheza na akili za washirikina. Wanamiliki mali nyingi, watumwa na kadhalika. Anataka kuonesha ni kiasi gani Allah subhanahu wa ta'ala anakerwa wa viumbe kawaumba wenyewe yeye mwenyewe, alafu viumbe wale Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuwafanye ndio washirika wa Mungu. Akatoa mfano wa kiakili, anawaambia washirikina, daraba lakum mathalan, daraba mathalan lakum min anfusikum, amekupeni ninyi Allah subhanahu wa ta'ala mfano huu, min anfusikum, min ahwalikum, unaotokana na mazingira ya maisha yenu wenyewe. Yani katika mifumo ya maisha yenu mfano huu tumieni. Anasema Allah, hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka, je, hivi ninyi munao katika wale watumwa mulio wamiliki, munao washirika wenza katika umiliki? La qadar Allah anatuuliza, lakini hapa anakusudia washirikina kwamba ninyi, Mungu anusuri siwe hivyo, ndio nyinyi watumwa wangu, alafu na mali. Ndio Mungu anauliza, katika hao watumwa unaomiliki muharram, yuko mmoja mshirika mwenzio katika umiliki wa mali zako? Muna hisa sawa? Yani mtumwa wako naye ana hisa katika mali zako? Mtumwa unayemiliki wewe, halakum, je, munao ninyi mimma malakati aymanukum, miongoni mwa wale ambao mikono yenu imewamiliki, min shuraka, min ya kwanza, min ya ibtida, min ya pili, min shuraka, min ya tabi'i, na min ya tatu nini?
kuna min tatu hapo min ya kwanza darabalakum mathalan min, umeona min ya nini? Ya itida. Min ya pili mimma malakat aymanukum, min ya tabi'in. Min ya tatu min shuraka zaida litakid. Katia min tatu, kila moja ina kazi yake. Zali uko mambo azidi tu hizo afu al-khatir. Ushirika kunako nini? Fima razaqnako, fima katika vile razaqnako, kwa sababu tutumia weka kila kitu. Anzia hapa. Kwa mfano mkeo, mtumwa wako naye anahisa kwa ile mkeo, na akitaka anakuja anashughulika. Una wanyama, mtumwa wako naye ana hisa yake. Una magari, una hiki, ndio anauliza hal lakum daraba lakum mathalan min anfusikum. Amewapeni mfano Allah subhanahu wa ta'ala, mfano unaohusiana na hali ya mazingira ya maisha yenu ya kawaida. Mfano unasema hal lakum mimma malakat aymanukum, je, munao miongoni mwa wale watumwa mliowamiliki min shuraka, munao washirika fima razaqnakum, kwenye vile ambavyo tulivyowaruzuku. Fa antum fihi sawa, ninyi na watumwa hao mkawa mpo sawa. Mungu anauliza, na istifhamu litawbihi wa takriya. Takhafunahu kakhifatikum anfusakum, mkawa na nini? Muna wasiwasi nao katika matumizi na mgao wa mali zenu. Yani mna wasiwasi na hao katika matumizi na mgao wa mali zenu. Kahifatikum anfusakum, kama mnavyoogopea kutumia wenyewe mali zenu. Bila shaka kila mmoja atajibu kwamba hapana, mtumwa wangu hana hisa, sio mshirika mwenzangu kwenye mali zangu. Kwa nini basi kama majibu ndio hayo? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala munamjazia washirika katika viumbe wake wenyewe? Ni logic. Kama ninyi mnachukia na hamkubali watumwa wenu kuwa ni wamiliki wenzenu wa mali zenu, ni washirika wenzenu, kwa nini Mungu mnampa washirika katika viumbe wake aliyowaumba mwenyewe, anaowamiliki mwenyewe, kama ninyi mnavyowamiliki wale watumwa? Kadhalika nufassilu alayati, rudi nyuma tulipotoka, na hivyo ndivyo tunavyozidadavua aya zetu liqaumi yaqilun. Rudi nyuma kule. Haya kuyaelewa sio kila mtu, haya hawezi kuelewa kila mtu. Mungu amefanya uelevu wa kuelewa haya na yaliyomo ndani ni kwa watu maalum. Liqaumin ni maalum, kwa watu wenye kutumia vizuri akili. Acha kumpa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala washirika katika viumbe wake. Munachukua udongo aliyoumba yeye, munalitengeneza sanamu, alafu mnasema hili nalo nani? Mungu. Mti aliyoumba yeye, mukatengeneza makuti, miti, mukajenga kibanda. Hapa anakaa Mungu. Yani Mungu nyumba mnamjengea nyinyi. Ukiwa na akili nzuri ndio unaliona hili. Kama akili yako ya kuvukia barabara tu, ili uwezi kuliona. Kadhalika nufassilu alayati liqaumin yaqilun, hivyo ndivyo tunavyozidadavua aya hizi
maalumu kwa watu wenye kutumia vizuri akili zao. Bal ittaba'a alladhina dhalamu ahwa'ahum, bali ittaba'a alladhina dhalamu ahwa'ahum, walichoamua kufuata wale ambao walioamua kuishi kwa ushirikina. Dhalamu huna ay ashraku billah, walichoamua kufuata alladhina dhalamu, wale ambao maisha yao ni ushirikina. Waliamua kufuata nini? Ahwaahum, matamanio yao, matashi ya nafsi zao. Siku zote washirikina wanafuata vile wanavyotaka wao, hawafuati taratibu walizoelekeza Mwenyezi Mungu. Bal ittaba'a alladhina dhalamu ahwaahum, washirikina wameamua kufuata matashi, mapenzi, kuendekeza hamu zao. Wanafanya hayo bighairi ilmin, pasina taaluma yoyote, pasina maelekezo yoyote. Si kwamba wanaelekezwa wafanye hivyo, bighairi ilmi. Tulisema hapa sisi Wandengereko, Wazaramu, wa Matumbi tuna mambo yetu. Hivi unavyomuona Gaddafi hana kitu, lakini siku ya kupanda kibwengo akamwambia tunataka ng'ombe, atapambana apate nini? Lakini hapo alipo analalamika uwezo wa kununua nyama robo hana, ili yale yeye na familia yake, nyama robo hana. Lakini kibwengo na Subiani Makatani anasema nataka ng'ombe mchinje, atapambana. Kama uwezo wa kupambana kupata ng'ombe kwa ajili ya shetani unao, hiyo hela ya kununua ng'ombe, kwani usipambane leo ukafungua genge ukaendesha maisha yako? Pambana kama ulivyopambana kwa ajili ya kibwengo, fungua genge uendeshe yako. Lakini unakaa unalalamika, lakini akija kapamba moto Mrengwe utamuona mtu saa 10 kaamka, sio kwamba anawahi kuswali. Kibwengo kasema atatumaliza sote, nyumba nzima. Unaendekeza mashetani. Niwahi kuwaambia, sio kwa maana mashetani hawapo, usiseme hawapo. Wapo na wanaotafuta wanyonge. Mimi niliwaambia siku moja hapa, mimi mwanangu aliwahi kutailiwa na shetani, ikabakia kidogo kumalizia. Nikasema hii ya shetani ajua, rudishieni hapo, bandikeni na chochote, utamtaili mwenyewe. Sio maskhara. Mwanangu mimi yule mnamuona kaoa leo mwanamke yule, ngoma ilikatwa na shetani, kuwapelekea wazee wanasema huyu haya mambo ya asili haya. Nikaambia hapa wapati kitu, tukakaza Mungu kwa ufundi bwana, ikarudi tena, maana ilibaki kidogo, ilikuwa naning'inia ile ngozi, tukapambana ikarudi tena, akatailiwa sasa ile yenyewe. Shukuru Kisaki kaja kamtaili. Huo nakimbia mchela huyo, waulize wazee, kuna shetani anaitwa mchela. Ukichelewa tukataili yeye, Wandengereko wanajua tunao mkoba kwetu, lakini ukikaza unakuogopa na utafuta mwingine, ukilegea unawa. Wannahu kana rijalun minal insi yaudhuna birijalin minal jinni. Nini kinatokea? Fazaduhum rahaqa. Kuna jamii ya watu siku zote wao msaada wao wanaomba kwa mashetani, na mashetani wakishagundua jamaa wanatufagilia, nini kinaongezeka? Fazaduhum, ndio wanaongeza kuwatisha. Siku mbili tu mtoto huyu marufuku kujifunika shuka hiyo, ajifunike kaniki. Shekhe, mtoto kuanzia miaka 5 anajifunika kaniki mpaka anazeeka.
zama hizi, zama za kaniki hizi. Na kuna watu hapa wana chupi nyekundu tu, wamelazimishwa hii kila siku uvae. Kapewa na kibwengo nani makatani. Sasa sijui mwanangu Abdu kule Pemba wana mashetani gani? Utajua na wenyewe. Kuna mashetani pia Pemba huko. Mko wangu mzee Ali anajua. Tafanyaje maisha hao? Anakuambia lazima tupige miguu miwili, huku kwa Mungu kidogo na mguu wa kushoto tunapiga kwa nani? Alafu mtu anasema mashetani yake mazuri hayo. Shetani toka lini akawa mzuri? Wenyewe wanaona fahari, wana kitu cha maana. Kaza wewe mwalimu wa madrasa. Naendekeza vishetani. Pengine ikisha Ramadhani wengine mshapewa oda hapa, mchinje mbuzi. Sio wakula. Kibwengo anataka mbuzi. Koma. Watakusumbua hata ikiwa miaka 40 itafika saa huyu hatutaki huyu. Na kukutesa watakutesa. Wakati mwingine katikati ya swala kama mtu anacheza namna hii. Kuna watu tunaswali nao kila wakati. Naam. Mahoka yanawasumbua hata kama anasomesha dini. Nyie mwajui? Ukiwaendekeza unao. Yeye anakomaa kukusumbua na wewe unakomaa kumkataa. Yeye anakomaa kukusumbua wewe unakomaa kumkataa. Lakini uwe mtu wa Mungu, usimkatae shetani, wewe Mungu hakujui. Hapa napo tutanabaishe. Shetani ukimkataa na Mungu hakujui shida. Kuwa mtu wa Mungu, jitahidi kwenye ibada na nyiradi. Unamvunja kidogo. Unamkataa shetani wewe na msikiti ya muelewani. Na ndugu yangu mmoja amefariki, yeye mashetani ikifika Jumatatu na Alhamisi akae barazani pale. Aswali pale mpaka magharibi. Barazani kwake amefariki huyo mzee. Mashetani yanataka Jumatatu na Alhamisi, na ile kuamka Jumatatu na ile kuamka Alhamisi na kuamka Ijumaa. Unanielewa vizuri Na hizo siku zenyewe marufuku kunong'ona na mke. Akisogea amna. Unaelewa maana amna Yaani hata ukilazimisha refari atakataa. Unaelewa? Yaani ile siku akitaka kunini hata akilazimisha anakuta amna. Namna hii sio maskhara. Amefariki yule mzee. Na mwenyewe alikuwa anasema na majini 64. Ana wangapi? 64. Saidi una wangapi? Mwenyezi Mungu ndo anasema. Bali tabaa alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilmin. Bali hawa wameamua kufuata matashi yao. Akina nani? Alladhina zalamu, ay alladhina ashraku, wale walioamua kukaa kwenye ushirikina wameamua kufuata matashi yao bighairi ilmi, pasina elimu yoyote wala dalili yoyote. Faman yahdi, anauliza Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani ambaye anayeweza kumuongoa? Man adalla Allahu, yule ambaye mwenyewe Allah ameamua fanya nini? Kumtia porini. Nani anaweza kumuongoa huyo? Maana yake ukimwona mtu anaendekeza mambo haya ya ushirikina, kashakataliwa na Mungu. Mungu hamtaki, kamtupa. Faman yahdi man adalla Allah. We maliza jitihada zako, aya na hadithi. Nani anayeweza kumuongoa yule ambaye Mungu mwenyewe kashamtosa,
kaendekeza mambo hayo ya ushirikina mpaka Mungu kamkataa, kamtupa. Aya ile nini ile, nuwallihi ma tawalla, imemkumba hiyo. Huyu hataki vaa kanzu tu. Jambo la kwanza kabisa ambalo tunatakiwa tupambane nalo ni hijratu shirki. Hili ndio jambo la kwanza kuliko lolote, hijratu shirki, watu kuhama ushirikina. Wazee hawa wanajua miaka ya 70 mpaka hapo mwanzoni 80, sie tumemwambulia Sheikh Mamba alikuwa anapita kuchoma moto, kupiga vibanda vya mashetani. Mzee wa Kindengereko yule, sio Mwarabu. Sheikh Mamba, mzee wa Kindengereko, anapita akisikia ndani maoka kwa litongole yangu libii kwako, takula makofi, yatakimbia na hayarudi tena. Kabomoa sana, akapiga bakora na kachoma moto vibanda vya mashetani. Ni jambo ambalo linatakiwa lipigwe vita kweli kweli. Sio ulimwengu tena wa kuendekeza. Tunaona hapa Dar es Salaam Lengwe na Mbungi, madogoli ya nini tena uzama hizi. Dini imeenea, bado tupo kwenye madogoli, Lengwe. Tunarudisha ulimwengu nyuma. Ni kukaza, sote tunayo. Nimeanza kusema mimi, sisi kwetu tuna mkoba wa Mchera, tuna mkoba wa Lengwe, na niliwaambia nimeutupa hapo Yombo hapo kwenye maji, nimeenda kuutupa hapo mkoba wenyewe, na nipo mpaka leo. Shemaimbo ni woga tu, nimeutupa hapo wallahi wa billahi, Yombo hapo kwenye maji, tupilia kwa mbali na shuka lako funga. Mkoba ulitengenezwa kwa mbao kama sanduku la hitima, mtupa hapo. Mungu amsamehe wa marehemu bibi yangu, umetoka, yani huyo bibi huyo shangazi yake baba, umetoka kwetu kabisa. So labda uko kindaki na kwa bibi yangu mzee Biti Saidi mwenyewe OG, ndio kulikuwa na huyo Mchera original kabisa, bibi yangu mzaa baba. Kwa hiyo mimi ubabani kwa baba, umamani kwa baba wapo, na umamani kwa mama yangu nao. Watafute watu wengine, sio mie. Watafute watu wengine huko, ushe na vibwengo wapi na wapi. Sanyima ustadhi mnaendekeza mambo ya kijinga. Kwanza uone aibu. Unakwenda kwa shehe, unataka dua, unaonana na tunguli, pembe imekata kona hivi. Shehe, mambo gani haya? Shedirisa, unamtazama? Tokeni huko, tusaidie umma huu. Hili ndio jambo la kwanza Waislamu mashekhe tunatakiwa tupambane nalo. Kuhama nini? Ushirikina. Kaza huku ukimlilia Mwenyezi Mungu, atakuondoshea tu kisawasawa. Muombe Mungu. Jambo la pili tunalotakiwa kupambana nalo, haya mawili ndio majanga katika umma wa Kiislamu. Al-ikhlasu fil amali, ni mawili tu yanayotutesa Waislamu, mawili tu: ushirikina na kutokuwa na ikhlasi tunapofanya mambo ya kheri. Na kwa sababu nyoyo zetu zimekufa, kila aliyoko mbele yetu tunamuona naye hana nini? Ikhlasi. Idha saa fi'lul mar'i saati dhununuhu. Yani mtu akiwa mzinifu basi anaona na wenzake wote nani? Wazinifu. Na mtu kwa kuwa kwake hana ikhlasi, anaamini na watu wote hawana ikhlasi. Idha saa fi'lul mar'i saati dhununuhu.
Nyinyi mnamwamini yule shehe wenu? Yule anao majini japo 6. Na kudanganyieni nyinyi tu, mkae kishamba shamba. Kuna maneno yanasemwa na baadhi ya watu. Usikae kama mtoto mwanamke, kaa kama mwanamume. Sasa hiyo kaa kama mwanamume wanatafsiri nini? Maana yake kuwa na vitu vya kukulinda. Babu yangu mzee Kasim bin Mbwana, babu yangu mzaa mama, alikuwa na maneno yake marefu, kikaa naye anatoa haya. Mwanamume nadhari, ndio maneno ya mzee Kasim. Mwanamume nadhari na sio urefu wa nini. Kuna neno nimelitoa. Mwanamume nadhari na sio urefu wa nini, na kisu ni hatari. Unaelewa? Katwali tu nyumbani utanielewa. Ukisikia mwanamume ni kuishi kwa nini? Kwa tahadhari. Ukisikia nadhari, wazee wa zamani wanengendo ni tahadhari. Kama unavyoona wazee wa zamani, ukisikia msiba sio ajali. Amina. Ukisikia ajali sio mtu kagongwa. Ajali maana yake kifo. Kuna ajali, tunaelewana wenyewe unengelekoni. Sasa mwanamume nadhari, mwanamume ni kuishi kwa tahadhari na sio urefu wa nini. Kadhani wewe ndio mwanamume sana kwa sababu mrefu wa nini? Umar, umeelewa? Kweli? Na kisu ni hatari. Yani anakusudia wazee wa zamani huku ni kutembea na kisu, wanaamini amna, wewe unatembea na hatari tu. Yani ile kutembea na kisu, unatembea na hatari. Mwanamume hasa anaishi kwa nini? Tahadhari. Sasa hili neno tahadhari, hili neno mwanamume tahadhari, kila mmoja akalifasiri kivyake. Kuwa na vitu kidogo. Mtu akija aseme nimefika kwa mwanamume. Khudh min alqur'ani ma yakfika ila ma yaumuka. Chukua kutoka kwenye Qur'ani kiasi unachoweza, kinachokutosha, kakitumie katika mambo yanayokusumbua, yanayokushughulisha. Khudh min alqur'ani ma yakfika ila ma yahumuka. Kwa Kiswahili chepesi, kama Mungu hataki tu, utatumia mbinu zote, lakini wewe ishi na Qur'ani. Chukua kutoka katika Qur'ani kiasi kinachokutosha, kinachokufaa, katumie katika maeneo yanayokusumbua. Tuna Qur'ani sisi, bal ittaba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilmin. Washirikina wameamua kufuatisha na kuendekeza matamanio yao pasina elimu yoyote inayowaelekeza kuishi hivyo. Huyu hapa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anaeleza wao walikuwa wanamtengeneza Mungu watende. Ukame ukifika wanammogoa Mungu kidogo kidogo, wanamla wao wenyewe. Mara Mungu amemtoa pua, mara wamemtoa vidole, mara kichwa chenyewe wameng'oa chote, mara wamekula tumbo la Mungu. Sio msema sasa Umar. Sasa Mungu tena unachukua kichwa chake unakula, haulaniki. Yani unaona kabisa akili mbovu. Vijijini unaikuta familia hawajakula kuku wa wenyewe, wanao lakini wanawatunza tu. Mwezi mzima hawajakula kuku. Lakini kuna mtu mmoja kwenye familia akapandisha mashetani, atakiwa mchele mpya kwa kuku upelekwe kwenye kibanda. Shekhe, utapikwa kwa heshima zote, wali kuku unapelekwa kwenye nini? Kwenye kibanda cha mashetani. Inna lillahi bal ittaba alladhina zalamu. Hii ndio kesi mbili kuu maimamu za kupambana nazo: ushirikina na kufanya matendo kwa ikhlas. Shekhe, fanya ibada zako hata zikiwa 10, hata zisipokuwa nyingi sana, lakini hakikisha hizo 10 zako umezifanya kwa sifanye ibada fashion, utakwenda kulia.
Wewe maskini wewe nyi maskini nyi mlojezana hapa. Njaa inavyokupigeni hapa duniani alafu na kesho kiyama nako motoni. Basi tukose kula, tukose raha duniani, Mwenyezi Mungu atuhurumie, tukashibe wapi? Peponi, tukavinjari. Tutasahau njaa hizi na tabu hizi. Lakini tunavyotaabika kwa njaa, kesho kiyama tena tunachomwa. Waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu atunusuru na atuhurumie. Jihurumie wewe. Tabu hii tunayoipata, halafu tunakwenda motoni. Sababu nini? Ibada ulifanya. Kwa mfano ndio hilo Sheikh Abdul Shakur, ibada umefanya, kilichokuponza ibada zako ukufanya kwa ikhlasi, yani ukumsafishia nafsi yako Allah, hilo tu linakushinda. Unafanya kwa ajili ya watu, unataka kufurahisha watu, irdhaul jamii. Watu wanasema ridha nasi, sio hivyo bana, sio hivyo. Ni arda yurdhi, ni masdari ya mutaaddi. Sasa ridha ni lazim, haiwezi kuwa hivyo. Watu wasikia maneno wanasema watu naye nachukua, sio ridha nasi. Irdhaul jamii ghayatun la tudrak, kufurahisha watu wote ni mpango hautafikiwa mpaka kiyama. Huyo Mungu mwenyewe aliyotuumba, kuna watu wanamuona nuksi. Huyo Mungu, kuna watu hawamuelewi. Mungu haeleweki. Wewe unataka ufanye mambo ufurahishe watu wote, wakikuchukia tu watu 10, mimi sipendi, watu 10 wanakuchukia. Inawezekana kuna milioni 10 wanakupenda, hawasemi. Fanya kwa ikhlas. Ukitoa sadaka toa kwa, ukiswali swali kwa, ukisomesha somesha kwa, na ukienda kusoma kasome kwa, na ukimsalimia mtu msalimie kwa ikhlasi, sio mpumbavu mmoja salamu alaykum. Tunapeana mikono, tunabusiana mpumbavu zake afi tu. Oho alhabibi wewe, mambo ya kijinga jinga. Matokeo yake ndio kibri kinazidi. Hata kwenye mikusanyiko, yani mtu kama akuwekwa huku anaona yeye kuheshimiwa. Kija akafika watu wamejazana, nataka lazima aje kwa shekhe. Kaa popote tu, ukifika Mungu kakuona, lazima na ukakae mbele kule, tutumba watu washaka. Unataka umtoe nani? Wewe una ubora gani kuliko waliokaa mbele kule? Wewe una nini na unajisikia nini? Hiyo afadhali basi asipotajwa huyo, watajwe yeye tena akutajwa. Shekhe, mambo gani haya tena? Hata ukimtaja kwa kukata roho inauma, kwa sababu yeye ndio imamu wa masjidi Quhul Janna. Kwa ukasema hapa tunaye Mwalimu Omari, yani mimi nanita Mwalimu Omari, imam wa masjidi Quhul Janna. Sheikh, haya mambo haya ni kukosa tu kwa ikhlasi. Usinune kwa kutotajwa au kutopambwa. We ridhika, Mungu kakuona, ridhika. Tulisema katika darsa ya nyuma hapa, wiki ya jana sio ya juzi, tulisemaje? Kullillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar binasrillah. Kun lillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar binasrillah. Wewe kuwa upo kwa ajili ya Allah, wewe zingatia hilo. Hawa wote mimi wakinikataa wanishughulishi, mimi niangalie Mungu kanikubali. Cha kuangalia ni hicho, kataeni wote. Unachotakiwa angalie Mungu kakubali, nyinyi kataeni nyote. Kama Mungu kakubali fresh, kullillah. Na ndio ile hadithi ya bwana Mtume Muhammad, man kana lillahi kana Allahu la. Yoyote atakayekuwa yupo kwa ajili ya Allah, na Allah naye atakuwa yupo kwa ajili yake. Uona hangaika watu wakutukana, watu wanakusema katukanwa Mtume. Sio kutukanwa Mtume, katukanwa moja.
kapigwa 2, kazomewa 3, karogwa 4, na la 5 kafukuzwa. Bado kumbe la 6 watu walitengeneza mpango wa kumuua kabisa. Kumrogaroga hii haitoshi, walitengeneza mpango wa muue, tumalizane naye kama mbingu 7 vile. La 7 katengwa kwa sababu ya ikhlasi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watu wachache, lakini kikubwa alijivunia yupo na Allah. Alianza kuwapiga katika vita vya Badri, watu 300 na walipiga watu 1000 ngapi wale? 1000, sio 10,000 na sababu walikuwa na Allah. Kullillah wa ila Allah. Harakati zako, ibada zako zote unazozifanya ila Allah, zielekeze kwa nani? Hata ukitafuta fedha, Maalim Khamis, unatafuta fedha kwa ajili ya nini? Ila Allah. Shida yako pesa zako uzipeleke kwenye dini ya Mungu. Kuna watu wamepata pesa wanazitumia vibaya. Wewe tafuta fedha zako kazitumie kwenye nini? Ila Allah. Wa ma Allah. Na muda wote hakikisha unaishi upo na Allah. Ukifika hapo, tunsar binasrillah, utanusuriwa katika kila aina ya tatizo kwa msaada wake mwenyewe Allah. Kullillah wa ila Allah wa ma Allah tunsar binasrillah. Umeamua kukaa na vibwengo, wasisubiri vibwengo wakusaidie. Msufi mmoja, Sheikh Abdul Wahid al-Tarsusi, alisema ala kulli hali ana habibullah wa min kulli dhanbin astaghfirullah. Yani wewe unikubali, wewe unikatae, ni mwenyewe najiona ni kipenzi wa Allah. Ala kulli halin, vyovyote itakavyokuwa, ana habibullah wa min kulli dhanbin, na kila kosa mtakalogundua nimefanya siji kwako, astaghfirullah, mimi namuomba msaada Mungu, msamaha Mungu. Mnaleta ulokoni, nataka turudi kwa watu tuombe radhi. Wewe nani? Alisema Sheikh Muhyiddin bin Ali, ala kulli hali ana habibullah wa min kulli dhambi astaghfirullah. Mtangaika na wewe nani? Fulafula. Hakikisha wewe upo na nani? Aliyejisifu katika Qur'ani Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi suduru, yaliyo ndani ya vini vya macho Mungu anajua. Hata ukiswali ukimwongopea unaswali lillah, Mungu anajua. Huyu kasikia leo Baresa analeta msaada, ndio kaingia msikitini, Mungu anajua. Wa ma tukhfi suduru, na yale ambayo vifua vyenu vimeficha, dhamira zenu. Yani wewe ukibeba uchawi wako unasema nenda kumsalimia imamu, kumbe unaenda kumtandika uchawi. Mungu anajua wewe ndi kusalimia unaenda kuroga. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, Mungu anajua. Aliyeweka chumba maalumu ama eneo maalumu kwenye ibada ndani ya nyumba yake, Allah anajua kwamba wewe umeweka kwa ajili ya nini? Kuongea na Allah. Na wewe kama chumba umekiweka kwa ajili ya mambo mengine yasiokuwa ya Mungu, Allah anajua. Kullillah wa ila Allah wa ma Allah tunsar binasrillah. Tokeni huko. Unamuona mzee miaka 80 bado anaendekeza vibwengo. Msaidie huyu mzee, usimtukane. Msaidie huyu mzee, umri wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mungu anasema, na hii ni istifhamu bimaana nafi. Istifhamu bimaana nafi.
faman yahdi man adalla Allah, hakuna wa kumuongoa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtia porini, amempotosha. Na hao wama lahum min nasirina, na hawana kabisa wa kuwaokoa, wa kuwanusuru waliopotoshwa na Allah. Daima tumuombe Mwenyezi Mungu atupe muongozo wake. Ihdina sirata faqim wajhaka lidini hanifan, aya 30. Faqim wajhaka lidini hanifa, majazi mursal min dhikri aljuz'i wa iradati alkulli, au umetajwa uso lakini unakusudiwa wewe mzima mzima. Faqim wajhaka, usimike, usimamishe uso wako. Mungu akusudi uso peke yake, anakukusudia wewe kwa ujumla wako, lakini kautaja uso, lakini anakukusudia wewe mwanadamu. Wal khitabu linnabii sallallahu alaihi wasallam, maelezo hapa anaambiwa nani? Lakini kanuni ndio ile usiache. Khitabu linnabii sallallahu alaihi wasallam khitabu li jamii ummatihi ma lam yatakhassas, maneno anayopewa mtume ndio hayo hayo wanapewa wafuasi wake, kama maneno yenyewe hayakuwa maalum tu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqim wajhaka lidini, akusema faqim wajhaka lidini. Faqim wajhaka alif na lam alil hadira, alil hadira bimaana hadha, simama sawa sawa katika dini hii. Lidini, na hiyo lamu ni lamu dharfi, imekuja kuwakilisha fi. Alhurufu tatanawabu kama tatanawabu dhurufu, asili yake faqim wajhaka fi hadha dini, usiwe nje, jikite sawa sawa, simama sawa sawa ndani ya dini hii. Hanifan, hiyo ni hali sasa. Hali ukipa nyongo, ukipuuza mila nyingine zote, achana nazo, wewe kaa kwenye dini sawa sawa. Kaa wapi? Kwenye dini hii. Lidini, sio lidini. Hanifan, hali ukipuuza dini nyingine zote. Fitaratallah, tategemea utakuifanyaje. Ima itakuwa mansubun ala almasdariya, na ima itakuwa maf'ulun bi fi'lin mudmarin, ay ittabi'u fitratallah, sio hali hiyo. Hanifan ndio hali ukipuuza dini nyingine zote. Tunapuuza sasa, hii ni taukidi. Fitratallah ay ittabi'u, fuateni mfumo wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Mungu alichoumba, kila anayezaliwa anakuwa ni nani? Muislamu, kila mtu. Katika hadithi ya Bukhari na Muslim, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kila anayezaliwa nazaliwa katika maumbile halisi ya Uislamu, na ndio maana lazima abatizwe. Sisi hatuna mtoto akizaliwa atamkishwe shahada, kwa sababu kullu mauludin yuladu, akizaliwa tu Muislamu automatically. Faqim wajhaka lidini hanifan fitratallah allati, angalia hiyo, fuateni maumbaji ya Allah, mfumo wa kuumba kwake Allah. Allati, uumbaji ambao kwamba, allati, uumbaji ambao kwamba fatara nasa alaiha, Mwenyezi Mungu amewaumbia watu wote katika mfumo huo wote. Fatara nasa, alifu na lamu imeingia katika nasi liljami,
aljamu walfardu almuarrafani billami kalkafiri walinsani. Umeiona hiyo Watu wote wameumbwa kwa Uislamu. Baba kama Mtume anavyosema, wazazi wawili ndio watamtia kwenye Ukristo, kwenye Uyahudi, kwenye Umajusi, lakini kila mtoto tayari ni nani? Wewe Muislamu. Sisi mtoto kazaliwa, mtamkishe shahada hatuna, wao wanakwenda kumbatiza kwa sababu sio wao. Akaakid la tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko ya aina yote katika mfumo huu wa kuumba Mungu. Haijatokea kwamba mtu kazaliwa akiwa kwenye dini nyingine, hamna. La tabdila li khalqillah, dhalika dinul qayyim. Kwa nini? Kwa nini watu wote Mungu aweke hapo? Sababu yake ni dhalika dinul qayyim, kana kwamba ni jumla ta'liliya. Kwa sababu hiyo ndiyo dini ya sawa sawa iliyonyoka. Kwa kuwa ndiyo dini ya sawa iliyonyoka, ndio maana watu wote wanaumbwa katika, hawezi kukosea Mungu. Shida nini basi kama ndio dini iliyonyoka? Shida iko wapi? Walakinna akthara nnasi la ya'lamun. Hii ndiyo shida. Akthara nnasi, walio wengi katika watu, la ya'lamuna, na ya'lamu ni fi'lu mutaaddi. Kwa hiyo hapo hakutajwa mafuuli lililmi bih, sio lilumum. Kuna mahala inakuwa maamuli hatajwi lilumum, lakini hapa la ya'lamuna dhalika, walio wengi hilo hawalijui kwamba kila anayezaliwa anazaliwa katika umbile la Mungu alioliweka ambalo ni Uislamu. Sasa habari kwamba kakubali mtu kakatai kuhusu wa kulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Waambie, toa tangazo, ukweli unaotoka kwa Mola wenu ndio ukweli hasa. Sasa anayetaka akubali, asiyetaka atajijua mwenyewe, lakini wabishi wote tumewaandalia moto wa ajabu kabisa. Mbele alisemaje? ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'ati murtafaqa. Amsomi ni suratul Kafi, Mtume kausia kila Ijumaa soma suratul Kafi, nuksi zinapungua. Wewe mtu una mikosi mpaka kwenye meno, wengine mikosi miwazidi mpaka kwenye kinyesi. Akinya kile kinyesi nacho kina nuksi. Kuna hatari hata ukinya. Wale makhumfu saa polini hawafati. Maana kuna wale tunaita kule kwetu dimbili samavi, khumfu saa. Basi inawezekana ukashusha mzigo hautaki, una nuksi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tiba hizi kazitaja. Penda kusoma suratul Kafi kila Ijumaa. Bwana Mtume anasema mwenye kusoma suratul Kafi kila Ijumaa, adaa lahu nuru ma baina aljum'ataini, zitakuwa nuru zinamwangazia kati ya Ijumaa hii na ijayo. Yani wewe kila ukipiga nuru Kafi, basi wiki nzima unakuwa katika nuru. Nuksi zinaondoka kidogo kidogo. Sasa wale ambao wakubahatika kwenda madrasa washindwe, na walienda madrasa nako Kafi uwezi usomi. Sasa tuna tofauti gani? Afanaje alul muslimina kal mujrimina? Waliosoma tena wapate kuwa sawa na wasiosoma? Iktibasu maana, sio iktibasu lafdhi. Iktibasu ziko mbili. Soma suratul Kafi, punguza nuksi hizo babane, punguza nuksi. Soma suratul Kafi. Unasoma, ukichoka unabakisha. Ulama wamestahsin kabla al-asr wa umeshamaliza. Kwa hata ukisoma nusu nusu, lakini kabla al-asr ushafanyaje? Kila Ijumaa gonga suratul Kafi. Lakini moja katika faida ya kusoma suratul Kafi Ijumaa ni kulainisha ulimi katika kitabu cha Mungu. Suratul Kafi ina siri kubwa. Kama unavyoona kusoma suratul Dukhani baada salati al-fajr siku ya Ijumaa.
Sasa unataka nuru upate, lakini wewe una udugu na Qur'ani, hamuelewani. Wewe na Qur'ani hamuna udugu. Ukisoma Qur'ani kwenye itima na mashehe na wakasirikia wakivusha kwenye ile mnaita kara moja ile, toka pale wapigi kofi tu, manake wewe ndio unaweza mpaka pale. Na hiyo unaoita unaweza mpaka pale, hiyo sio unaweza kweli. Tukiwaambia wengine nyamazeni, wewe usomi, unanguuta tu kama fisi. Mwingine sasa kuonesha kwamba iko makini, yani hapo katoa macho anaisubiria 500. Huku ni kucheza na Qur'ani. Anajua kabisa kwa mimi Qur'ani siwezi, lakini haiachi kwa sababu pale kuna nini? Kuna jelo. Sasa uambie jamani tunasoma nusu, we anaangalia tu anageuza. Niliwapa kisa mwaka mmoja, mwalimu wangu mjomba wangu Sheikh Muhammad Shamte Jongo kwa mzee Mtigino, tulienda kusoma itima. Kuna mzee alikamata ile juzu, aligeuza chini juu. Sheikh Jongo alimwangalia, amona yule mzee anapiga sensaiti mila, akaichukua ile akanipa mimi. Nilipofika kwenye mgao wa hela akampa yule mzee. Mzee alikuwa shida yako hela hii hapa, hii inasomwa, haiangaliwi. Mzee Jongo alipiga hiyo. Umeelewa kapigaje hapo? Sasa mashehe sikizi Qur'ani inatakiwa kusoma, anapewa yoyote. Mtihani. Dhalika dinul qayyim. Hiyo ndio sababu. Kwa sababu hiyo ndio dini ya sawa sawa iliyo. Tatizo liko wapi? Walakinna akthara nasi, hii ndio shida. Watu wengi hawalijui hilo. Aila ya'lamuna dhalika. Hilo la kwamba Uislamu ndio dini ya sawa iliyonyoka. Wengi hawajui. Na dawa ya watu wasiojua ni nini? Kujulishwa. Sio kuwatukana Unanielewa? Asiyejua ajulishwe, sio tusiwasimange watu. Jamani, dini haihitaji watu tusimangane. Inawezekana yule anaipenda dini kidhati na ana ikhlasi, shida yake hajui, anahitaji msaada wako wewe unayejua. Inawezekana ni katika watu wa Firdaus. Ukimtenga ukamtukana unaharibikiwa wewe. Na tulisema majuzi hapa, tulisoma aya Mwenyezi Mungu, afaman sharaha sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbi. Mtu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu moyo wake kaufungua akaukubali Uislamu, basi mjue mtu huyu yupo katika nuru ya Allah. Kwa hiyo Muislamu yoyote atakiwa kusimangwa, kutengwa, kwa sababu yupo katika nuru ya nani? Atakiwa kusaidiwa. Muislamu wewe ambaye unatukana wenzio hujajua yule unayemtukana ni nani. Qur'ani usije kusema dhaifu. Afaman sharaha sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbi. Kila Muislamu yupo kwenye nini? Nuru. Kilichosalia ni kuitumia vizuri ile nuru. Msaidie apate kuitumia vizuri. Asiyejua anatakiwa afanye nini? Ajulishwe. Vitabu vyetu vile watufundisha wazee, baba zangu akina mzee Mkulale, vitabu walivyotufundisha hawa vina maneno matamu matamu matamu, kila siku nayasema. Kwenye matunu ya Zubad, jomba, matunu Zubad yamesemaje yule? La yambaghi lil'alimi an yaskuta ala ilmihi wala liljahili an yaskuta ala jahlihi wa man lam yajid mualliman yuallimuhu ma yahtaju ilayhi falyarhal wujuban li talabi taallumi. Vitabu vya kibabu hivyo muhimu sana. Vijana siku hizi mnajua elimu kutafuta tabu kubwa kubwa kuliweka hapa. Anasema si ruhusa kwenye dini anayejua akabaki nayo elimu yake ya wafundishi wasiyejua, na sio ruhusa kwenye dini hii asiyejua akaridhika kuwa hajui, hataki kwenda kujifundisha. Sio ruhusa. Akaendelea akasema, na yeyote asiyejua ikawa hajampata mwalimu wa kumfundisha kile asichokijua, basi hata kusafiri na asafiri hali ya kijua ni wajibu kwake kwenda kusoma. Kama hapa pote shewa kukufundisha wewe ili ulijui, safiri.
Nenda Saudia, Sudani, nenda Rufiji, nenda Morogoro, kulikokuwa na shekhe wa kukufundisha hicho. Hakuna habari ya kusema sasa nitafanyaje, soma. Hakuna hilo. Watu wa sheria wanasema kuna kitu wanakiita quwwatu takalifi. Habari ya kusema nilikuwa sijui, wao hawajui. Si tunachoangalia nguvu ya majukumu. Wewe uliipa kiasi gani, uliithamini kiasi gani? Walakinna akthara nasi, shida tuliyokuwa nayo, asiyejua kujiona anajua. Hii ndio shida yetu. Kuna mtu hajui lakini mwenyewe anajiona anajua. Nasisikia fatwa huko. Nilikwambia ni fatwa nimeipata msikitini kwangu Malawi, na huyo mzee hajafariki, shekha alotoa fatwa hiyo. Aliulizwa Ramadhani kama hivi, shekhe, ikitokea nimeamka alfajiri, muda wa daku ushapita, kijua kinachomoza, nifanyeje? Sio kisa cha kutengeneza na kazi ya mafuhumu, kisa hakika. Shekhe alisema funga milango, shusha pazia. Kiza kinapatikana, kikipatikana kula, kama akipatikani asubuhi kweli. Umesikia hiyo fiatwa? Ukifunga milango, ukishusha pazia, kama kiza unakipata kula, usifungue mlango. Kama kiza akipatikani hiyo asubuhi sana. Na kuuliza hataki, ndio kashatoa fiatwa. Tumalize hapa. Munibina ilai, hiyo ni hali hali mkiwa ni wenye kutubia kwake, kujinyenyekeza kwake. Munibina ilai, anaba yunibu. Munibina ilai, hali ya kuwa ni wenye kujinyenyekeza kwake Allah, wenye kutubia kwake. Wattaquhu, na muogopeni yeye peke yake Allah, kama alivyosema katika aya nyingine, wa iyaya farhabun, na mimi tu ndio mwatakiwa muniogope. Tusichanganye kati ya kuogopa na kuheshimu. Wenzako natakiwa waheshimu, wanadamu wenzio ufanye nini? Waheshimu. Mungu anatakiwa aogopwe na anyenyekewe. Mwanadamu haogopwi, utaingia katika shirki tu. Mwanadamu anaheshimiwa. Waheshimu wakubwa, si kuwaogopa. Allah tumuogope na tumnyenyekee. Wattaqu, na tumuogope. Wa aqimu sala, ni basic baada ya shahada katika Uislamu. Dumisheni swala. Yani wewe hata ukipenda timu yako Yanga, Simba, Azam, Manchester, Barcelona, lakini silaha mama ya Muislamu, silaha mama ya Muislamu ni nini? Swala. Wa aqimu swala, hii ndio silaha mama. Kacheze michezo yako ya kukimbiza kuku, kutembea na gunia, lakini swala. Swala. Wa aqimu swala. Yani wanasema Muislamu akiwa na swala tu, aamini kibali cha kuombewa na mtume anacho. Jamani, naeleweka? Kuna kile kitu wanachokiita ash-shafa'atul uzma, kilichodadavuliwa katika ayatul kursi. Muislamu yoyote akiwa na sala ajue anayo ID, kitambulisho cha kuombewa na mtume. Ukijijua huna swala, kitambulisho cha kuombewa na mtume una, we maisha yako una beti. Naeleweka? Au sione noma kuitikia. Yani hii ndio dini inayosema mimi hapa. Ukiwa nayo swala tu, amini kibali cha kuombewa na mtume unacho. Hapa inatakiwa tuombeane sana dua, Mungu atujalie tuwe na sala. Tuombeane sana dua mabwana, tuombeane sana dua. Yani ukiipata swala tu, ujue kitambulisho unacho cha kuombewa na mtume. Kuendelea tukumuomba Mwenyezi Mungu kama katika ile dua
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal darajata al-nini alitarafia wa ba'athuhu nini, si ndio hapo ash-shafa'atul uzma. Mungu atujalie sisi sote tupate vigezo vya kuombewa na Bwana Mtume. Ndugu yangu, kama una swala wewe Mtume akujui. Hata kama mwalimu wa madrasa una watoto 9,000, kama huna swala basi ujue maombezi ya Mtume kwako yanapita mgongoni. Aumo Shemsumi, pambana na swala zako hivyo hivyo, mbengele humo, mbengele humo. Jana nilikuwa nawaambia, tumaliza kufuturu hawa wanangu, nilikuwa ninawaambia kuna watu juu wanashindwa kuelewa, wanadhani zama hizi za leo atapatikana mcha Mungu anayefanana na maswahaba au matabi. Hakuna, kwa sababu Mtume kamaliza. Bora ya karne ni hii, alafu akaweka neno gani? Thumma. Kila siku nakwambieni hii thumma ni kama tui la nazi, yani tui la kwanza, alafu kuna tui la pili, la tatu, uko mbele tunaenda kukutana na maji matupu yenye rangi nyeupe tu, tui lishaisha. Shekhe, inawezekana asi wa wakati wa maswahaba leo ndio walii. Mmenielewa? Yule anayeonekana asi kweli wakati wa maswahaba angekuwepo leo ni nani? Walii huyo. Nikawapa vigezo kadhaa jana. Angalieni maswahaba, mtu kakaa wiki hajapokea mgeni, anaenda kwa Mtume kulia, ya Rasulullah, wenzangu wanapata wageni wa kuwakirimu, mimi sijapata hata mgeni mmoja, wiki inaisha. Haya, huyo anayetaka mgeni leo nani hapa? Sio mgeni, ndugu yako aje kukaa kumaliza futari, utaki? Ngoma ngumu, kila mtu ajitegemee. Wazee wengine wanafika kuwaambia watoto zao sio mgeni, maji ya moto yapo, kila mtu ajitegemee vitafunwa. Wanawe mwenyewe anaambia waje watafute wenyewe vitafunwa, wanapata wapi wengine mabinti? Ngoma ngumu. Swahaba kashikwa na kiu kweli, lakini akimwangalia mwenziwe anaona ukanizidi, badala ya kunywa yeye anampa mwenziwe, huyu atakufa huyo, lakini mwenyewe uko anakofuka anampa mwenziwe. Sasa hivi tunaweza na kipepsi utampiga mwenzio, mnagaiwa futari wote mtapata, lakini anaanza huko mnatiana vipepsi. Hatufiki kule ujue. Swahaba anaswali rakaa 4 masaa 3. Billahi alaikum, rakaa ngapi? Masaa mangapi? Nani anaweza atokea hapa aseme so nimpe dakika 40 tu, aswali 2, sio 4, aswali 2. Sheikh Musa, mnasonywa hapa mkisoma wal adiyati ujue. Sheikh, na maana inatainaka hajaiona? Wal adiyati tunaiona ndefu. Na hasa hii Ramadhani magharibi, imamu ukitaka kutukanwa soma la Miyakuni, piga inatainaka, kul huwallahu wal asri, ndefu, idha jaa nasrullah, cheza umo aya zako 2 3. Imamu mali huyo. Na assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, alhamdulillah rabbil. Imeisha. Sio tena unanozea dua tu, Sheikh Gumi dua tu, Sheikh huku watakutukana. Atuwafiki wale. Nikawambia maswahaba walifika, mtu anatamani akafe katika jihadi. Nikawauliza, leo wakwenda yupo? Sio kufa, aliyekuwa tayari kwenda kwenye jihadi yupo? Mnanielewa? Si tufanye, tujitahidi tu, Mungu atatuhurumia. Kama Mtume kasema yeye hawezi kwenda peponi kwa matendo mpaka huruma ya Mungu, Mtume mwenyewe kasema hivyo, wewe utaenda kwa matendo unayapata wapi? Nielewe hii. Mtume anasema hakuna atakaye kwenda peponi kwa matendo yake, matendo hayatoshi, isipokuwa Mungu atumiminie huruma wake. Masahaba wanamuuliza, wa anta ya Rasulullah? Mtume anasema ala ana, hata mimi. Sasa mpaka upatikane huruma, si hatutaki huruma? Zama ambazo uwezekano wa zinao kazini na wanawake 5 kutwa moja,
Unataka kwenda kwa maswahaba? Babangu mzee Mkulale enzi zake hizo 40 kwa usiku kumtaka mwanamke, si miaka 4, anakuchekea chekea tu, kaingia huku katoka huku. Sasa hivi unatongoza huyu unaondoka naye, unarudi unatongoza mwingine unaondoka naye, unarudi unatongoza mwingine unaondoka naye, 5 6, nguvu zako tu. Zama hizi ndio mpate walii kama akina Abubakari. We mtu mzima ana wajukuu, anaogopa kulia mtume asiamke. Alisema mtu mmoja, hao wanafunzi wa siku hizi hapo hapo alipokaa shehe anapiga anaongea na simu tena loud speaker. Hapo hapo alipokaa shehe, halo, baadaye kidogo kwa shehe hapa. Na mwingine makusudi hapo hapo alipokaa shehe anajamba hapo hapo. Tudhaniane vizuri na tuombeane tupate swala tuwe waja wema tusipelekane motoni. Kipindi kigumu kwa kweli hiki. Na muda wenyewe umeisha, tusimame hapo hapo. Tuendelea kesho. Maswali matatu. Swali langu ni shehe atanifahamu. Ushirikina kwanza ni kitu gani? Ama ushirikina ni nini? Kwa sababu ni kitu ambacho kimeenea. Yaani ushirikina kama ushirikina ni nini? Hasa katika mambo ya tiba, kwa sababu watu wanatumia. Hasa mtu akitumia zafarani akaandika, mwingine anasema ushirikina. Mwingine akitumia nazi anasema ushirikina. Jambo limekuwa linasumbua sana vitu vya watu. Inavuruga. Sasa kwa kupata fursa hii nataka kujua ni nini kitu ili watu wajiepushe na ushirikina ambao. Haya, Maalimu Mtulia yeye anauliza ushirikina nini? Ni ushirikina ni ushirikina. Kama vile ukiuliza pesa ni nini? Pesa ni pesa. Lakini maana yake kwa ufupi ni kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mshirika katika ibada. Ni kumfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala mshirika katika na ibada ni mlango mpana sana. Kwa hiyo kitu chochote kile kilichokuwa ibada ukakifanya kwa aliyekuwa si Allah, umefanya nini hapo? Ni mshirikisha. Kitu chochote kilichokuwa ni ibada, kwa mfano maombi, dua ni ibada. Dua ni nini? Ukimuomba asiyekuwa Allah katika dua zako umefanya nini? Swala ni ibada. Ukiswali kwa ajili ya asiyekuwa Mungu umefanya nini? Si unaeleweka? Kulifanya lolote lililokuwa ibada kwa ajili ya asiyekuwa Allah ni nini? Ushirikina. Sasa hao wanachanganya maelezo. Zafarani wa ushirikina, inaingiaje ushirikina? Sema tu inafaa ama haifai, lakini kwa maana ya ushirikina zafarani haingii, kwa sababu ile sio ibada. Wewe utakuwa umenielewa? Tiba nini? Tiba kama Kiarabu Kiswahili hicho Uganga, zinguo. Unanielewa vizuri? Uganga ama zinguo. Tulisema mwaka jana wakakata wa jamaa kipande kikaenea, wasiojua dini wakawa wanapiga kelele. Uganga ni ibada, zinguo ni ibada, kwa sababu ibada uganga maana yake ni kumsaidia mwenzio katika jambo fulani kupitia Allah. Na ndiyo maana katika baadhi ya wanawachuoni wa tauhidi tutole mfano wa dawa. Mtu akiwa anatumia dawa akaiamini ile dawa yenyewe kama dawa, ni sehemu katika ushirikina. Akiamini ile dawa kama dawa ni sehemu katika nini? Ila weke masha Allah.
Hii dawa nzuri sana kama Mwenyezi Mungu atataka. Umeiona hapo Ni dawa nzuri sana kama Allah atataka au atajalia. Ina maana katika dawa pia tunahitaji uingie mkono wa Allah. Kwa hata unapotumia Panado, Mwenyezi Mungu akitia mkono wake kichwa kinapoa. Kama hajatia mkono wake utakunywa Panado 9,000 kichwa kitagonga vile vile. Lakini ile dawa yenyewe ukiona ndiyo kun fayakunu, haihitaji kitu kingine, huo ushirikina. Si unanielewa baba? Kwa hiyo kama tiba mnawafanyia watu, wafanyieni hizo tiba mkiamini kwamba mnafanya kwa kutaraji msaada wa nani? Msaada wa nani? Kwa wale wanaosoma kuna vitu tunaita tawasuli. Tunamuomba Mwenyezi Mungu kupitia hivyo, kama vile kusoma Qur'ani, nyiradi, swala za Mtume. Mwenyezi Mungu apokee dua zetu kwa hivi. Ile inaitwa nini? Tawasuli. Si unaeleweka? Na maswahaba walikuwa wakifanya sana hizo zinguo. Tuliwahi kusema mara moja, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuwaambia masahaba, naomba nileteeni mifumo ya zinguo zenu. Sasa hili neno zinguo la Kiswahili nyumbani, kwenye Kiarabu ni nini? Ruqya. Anafanya ruqya, kaongea Kiarabu tu. Kwa Kiswahili nini? Zinguo. Ndio zile zile wanazofanya babu zetu. Nyinyi mnanielewa? Kwa hiyo tiba sio shida. Mtume aliwaambiaje? Naomba nileteeni mifumo ya zinguo zenu nikague. Zile ambazo mifumo inaenda vizuri nitatia tiki, wale wanaokosea nitasema wao nakosea. Na tusimhukumu kila anayefanya tiba anafanya nini? Shirki. Shirki ni kitu maalumu. Si unanielewa? Swali lingine au yameeleweka? Naam baba. Unaongezea kumjibu sio? Basi uongezee, unaongeza lako. Yeye kashaelewa. Nini? Wewe unajua taasimu ni nini? Ulivyosikia. Nyinyi nyote mnavyoelewa taasimu ndio vile. Hili basi tena. Soma tu baada salati al-fajr surati al-Dukhan siku ya Ijumaa. Tara ajaban. Ndugu yetu alichouliza la kwanza, nini hukumu ya sheria ya talasimu? Talasimu tutaieleza hapa katika sura mbili. Kuna talasimu kwa maana kartasi ama ngozi ama jani linaandikwa maneno maalum kwa lengo la tiba ama kinga. Ili talasimu aina ya kwanza linaandikwa maneno maalum kwa ajili ya nini? Tiba ama imekuja katika Sahihul Bukhari, pia angalia katika Aqidatu Sunna. Yule mama aliyekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa analalamika mtoto wake anaweweseka usiku. Lugha ya kuweweseka mtajua nyewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia sahaba, muandikie hii aweke chini ya mto. Ilikuwa Ayatul Kursi, ipo katika Bukhari na Muslim, imeelezwa maelezo mapana katika Aqidatu Sunna. Muandikie, atamwekea mtoto wake chini ya nini? Mto. Umenifahamu bwana? Pili, ipo talasimu inaandikwa kwa maana
ya dawa, ima kunywa, ima kupaka. Hii tarasimu dawa ili ya mwanzo tarasimu nini? Kinga, ambayo nimesema imeelezwa, ipo katika hadithi sahihu al-Bukhari na Muslim, na inapatikana maelezo mapana katika kitabu Aqidatus Sunna na vitabu vingi. Mimi ninataja kidogo kidogo tu, lakini tarasimu dawa Qur'ani ilichokisema, wanzalna min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Sasa kilichobaki ni jitihada za wanawachuoni. Tumeteremsha kupitia Qur'ani aya ambazo ni poza, ni tiba na ni rehema kwa waumini. Qur'ani imesema hivyo, imeelekeza tiba ukifanyaje? Aya hiyo nakuulizeni, imeelekeza hiyo aya ambayo ni poza, ni tiba, imeelekeza Qur'ani unafanyaje? Unapasua, unatafuna kama bigijia, unafanyaje? Imetaja. Lakini Qur'ani nini? Shifa, si ndio hivi Kanuni ya sheria mnasemaje? Tarkul istifsali fi hikayati alhali ma wujudi alihtimali yunazzalu manzilata alumumi fi almaqali wa yahsunu bihi alistidlalu. Inapokuja maelekezo alafu maelekezo yale haikuna mahala yamedadavuliwa namna, basi maana yake inachukua nafasi ya umumu. Ina maana aina zote, kumsomea mtu shifa, kwa sababu min alquran, kuandika shifa, si umenielewa? Kwa sababu Qur'ani haikusema hiyo shifa ukifanya nini. Sinaeleweka sijui? Ni tarku listifsali fi hikayati alhali ma wujudi alihtimali yunazzalu manzilata alumumi fi almaqali wa yahsulu bihi alistidlalu. Kubwa ni sharia, lakini hii ni kauli ya baadhi ya watu, kwa sababu wanaochuoni wamekhtilafiana. Wengine wanasema inafaa na wengine wanasema haifai. Sio jambo la gogoro tugombane, kwa sababu ni masala khilafia, na kanuni ya sheria la yunkaru almukhtalafu fihi wa innama yunkaru almujmau alayhi. Kwa hiyo talasimu kama talasimu, dawa, kinga, haina mshikeli, lakini ndani yake kuna nini? Ikhtilafu, na muda hautoshi sasa tuanze kueleza zile niqat. Si jambo la kugombana. Shida yetu sisi tunapiga mguu mmoja, mguu mwingine umekuwa kaa jogoo. Yani katika sharia, kwa mfano, kuna masala, kuna kauli ina fatwa zaidi. Kwa mfano kutayamamu, kuna wanaosema kutayamamu ni uso na mikononi, mwisho kwenye viganja, si ndio? Mwisho. Wengine wanasema mpaka kwenye mirfaki kama maji. Ikhtilafu sio ikhtilafu, wewe umeelewa ya kwako tu, lazima tufike huku. Wengine wamesoma mwisho hapa kwa sababu ya ishtiraki ya neno yadu. Umenielewa bwana? Natosha. Dakika 3 hizi nimpe mwanangu wasalimie. Hawa mashehe wakija wala dakika 3 tu mjomba. Huyu ni mwanasheria. Sasa akaja darasani kwa sababu mie mjomba wake, mwalimu wake, lakini yeye shehe ana degree 2 za sheria. Huyo mimi mbugila tu. Salimia kidogo, kama una neno tufundishe, basi tufanye dua.